Kani, kwa nini umechukua maamuzi ya haraka hivyo? Unataka kujua kwa nini nimechukua maamuzi ya haraka? Sijui, ndio maana nimekuuliza. Ningeendelea kuwaacha wabaki duniani, wangeendelea kusumbua ulimwengu. Ndio maana nimeamua kuwatoa na kuwahamisha mbali sana pasipojulikana. Sasa endapo Malkia akijua huku duniani hawapo na kule jinini hawapo, itasiri maisha yako Kani. Sitaki kujua chochote kuhusu Malkia. Nipo hapa kuwasaidia binadamu. Basi kama umeamua hivyo sawa. Uwe na siku njema. Asante. Oa kaka, takupigia baadaye. Mambo vipi mrembo? Poa. Unaitwa nani? Aisha. Bila shaka ni mgeni katika mtaa. Aisha, wewe ni mwanamke ambaye una kila sifa ya kusifiwa na kila sifa ya ulimwengu, na pengine umewazidi wanawake wengine. Wewe ni mwanamke mrembo sana. Ni mwanamke ambaye umeumbwa kwa madini ya Tanzanite. Ni mwanamke ambaye una macho ya gololi, una pua kama ya Kisomali, domo lipsi fulani vishepu da. Aisha, mimi nakupenda. Wahenga wanasema nyota njema huonekana asubuhi. Basi mimi nyota njema ndo nimeiona kwako. Naomba nikubalie Aisha. Sawa, nimekuelewa. Huyu ni mwanamke wa aina gani? Mbona tu ghafla nimemtongoza na kanikubalia? Na kwa nini nimesahau kuchukua namba yake ya simu? Ile eneo nitakutana naye tu. Wacha niende. Wewe vipi Sheikh Kofia, mbona kama hivyo? Tunafatana yani tuanza ile. Vipi kwanza? Sasa hivi sijaje kimasiara. Nimekuja serious. Kuna watu wanakufuatilia sana. Wanahitaji nyota yako kwa sababu nyota yako inang'aa sana. Wanataka wakaitumie kwenye mambo yao. Na wewe wakutoe uhai wako kabisa, usiwepo duniani. Na kuna siku ulilala ukajikuta upo nje. Hivi unakumbuka kuna mdada ulimuibia begi? Na pia kuna watoto wakawa wanakufuatilia. Sheikh Kofia, katika siku ile kuja na jambo la maana. Yaani basi leo, yani umekuja na kitu cha tofauti. Sasa ningeomba unisikilize mimi, nitakusaidia kwa sababu unatafutwa na majini si zaidi ya mmoja. Yaani Sheikh Kofia, ujue mimi nakuelewa, ujue kabisa, unajua. Yaani nitakufuata vile ambavyo unataka. Mimi sikupingi. Sawa basi. Kama umeelewa. Mkuu, nimeenda kwa yule kijana ambaye ameniagiza. Je, anafaa mkuu? Anafaa sana. Tena ni mapema sana tumpate kwa wakati. Tena fanya hima wakati tumpate. Kweli anafaa mkuu. Maana ameniona tu siku ya kwanza, amenitongoza. Endelea kumchunguza hivyo mpaka hakikisha tumempata. Kwa sababu yule mtu ni muhimu sana kwetu. Inatakiwa tumpate.
Sawa mkuu, nimekuelewa. Laza, samahani, kuna kitu mimi nataka nikwambie kama mdogo wako, na naomba unisikilize sana. Unajua blaza, mimi kuna vitu vya ajabu sana vinanitokea katika maisha yangu, yaani mauzauza ambayo hata haeleweki, na imekuwa ni mwendelezo sasa. Nashindwa kuelewa kitu gani kinaendelea katika maisha yangu. Nakutana na vitu vya ajabu, mara si majini, mara si vitoto vya ajabu ajabu havieleweki. Sasa nikasema nikushirikishe blaza yangu. Hivi bangi za kusumbua. Hivi wewe, uweze kukutana na majini unaweza kukutana nao wewe? Wewe tuna fubwengu wewe. Kaka, mimi ni mtu mzima, sio mtoto mdogo. Na mpaka naongea hivyo ujue namaanisha ni kitu ambacho serious, ni kipo. Nimejikuta nimelala jalalani. Asubuhi kumepambazuka, tena Gabu ndio shahidi. Kwani Gabu hakukwambia? Wajua hilo jambo mimi nimelisikia na siku hizi 3. Nikajua Gabu na wewe akili zenu ni moja. Gabu mla kiki, wewe mla nyasi. Kwa akili zao zinafanana. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo na siku nyingine ukome kuunga mlango wangu. Tule bangi zako hapa. Utana jini nani? Unajua jini wewe? Naona blaza jawa. Yaani niko serious, naongea kitu ambacho cha uhakika. Yaani naita mzaa. Naona kama ni bangi yani. Na maana kila kitu ninachoongea hapa nyumbani mimi nimeonekana mdani mtu wa bangi. Poa bana, mimi nitalimaliza mwenyewe. Fresh, haina noma. Wewe umepajuaje hapa na umefikaje hapa nyumbani? Sitaki kujua nimepajuaje. Na kuuliza umefikaje hapa nyumbani kwangu? Sikia nikwambie, usitaki kujua nimepajuaje hapa. Kifupi ni hisia zangu ndio zimenitoa kule zimeleta mpaka hapa. Oh. Kwa hiyo unanipenda? Ndio. Oh, mimi ndo sukari ya warembo ndani ya mtaa. Mimi ndo Tondo Bisho. Hakuna ambaye asonifahamu. Naitwa Kene. Kweli wewe ni sukari ya warembo. Kwa sababu siku ya kwanza tu nilipokuona nilivutiwa na wewe. Nashukuru kwa ujio wako. Sawa, usijali. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Tunaweza tukaingia ndani. Usijali.
Mbona imekuwa mtihani sana kumpata. Sasa blaza utanielewa kweli? Maana nimeshazunguka na nimeshachoka sana. Ngoja tu nisikilizie maajabu ya Mungu. Huenda nitakuja kumuona. Mungu, nisaidie kwenye hili. Usiogope. Najua ulikuwa unanitafuta mimi. Ni kweli. Nimekutafuta sana na bila mafanikio yoyote yale. Nimekuwa kama bahati kukutana. Na ulijuaje kama nakutafuta wewe? Usijali kuhusu hilo. Ila mimi najua kuwa ulikuwa unanitafuta. Sawa. Nimetoka nyumbani ya kuzungumza na kakaangu. Sasa nitaka twende ili ukamthibitishie kwamba kuna ukweli ndani yake, maana yeye haamini. Muda wote anawaza kwamba ni akili ya bange tu na si kingine. Sawa, nitakusaidia kwa hilo. Ningependa na mimi pia kukutana na kakaako ili nimweleze ukweli halisi. Basi sawa, tuondoke. Sawa, unaweza ukatangulia. Nikatangulia? Unawezaje kufika ikiwa sehemu upajui? Nilikwambia tangia muda usijaji sana kuhusu hayo. Nataka niwahakikishie kakako kama mimi ni nani. Kwa hiyo unaweza tu kaenda. Basi sawa. Dada. Mambo mdada mzuri. Poa. Mzima. Mzima, ongea shida yako. Bwana kisilani hivyo mtoto mzuri, haupendezi ujue. Nimekwambia ongea shida yako, umenisimamishia nini hapa? Halo. Shida nini? Sikiliza. Nimevutiwa na wewe kusema ukweli. Sikiza kakaangu. Kwa nini kukutana nacho huko? Bora uniache nipite. Umenielewa? Kuna mengine tena huko dada? Pole mrembo. Ila sijakata tamaa. One day. Spidi ya nini asubuhi? Shida nini? Mkuu. Ndio. Kazi imenishinda. Kwa nini naelekea kukushinda? Mkuu. Ndio. Tulinituma aende kwa ule kijana nikampeleleze. Nimeenda mpaka kule mkuu. Kilichonikuta siwezi kuendelea, nimeshinda. Sikia Aisha, kazi ndiko ifanye na usilete masiala na kazi hii. Jitambue wewe ni nani. Nimekutengeneza kwa mikono yangu mwenyewe. Usitaki kunipanda kichwani. Kazi utaifanya, upende usipende, kwa sababu hii kazi ni muhimu sana kwangu. Nimeisubiri kwa muda mrefu sana, inatakiwa uifanye. Sikia mwanangu, hii kazi ni muhimu sana kwetu na tunaitaka. Unajua nimepambania sana kitambo. Ukisema unashindwa utakuwa umefeli, na kuna vitu vingi sana vitakuwa vimefeli kwetu. Kwa hiyo nakuomba vumilia sana, endelea kupambana na usije kuogopa. Yule ni mwanadamu wa kawaida, alafu wewe ni jini. Inakuwaje unamwogopa mwanadamu wa kawaida?
Mwanadamu wa kawaida hana akili kama wewe jini. Unajua wewe jini una akili nyingi sana kuliko binadamu wa kawaida. Haipaswi kuogopa, haipaswi kukata tamaa, na kuomba sana, vumilia mwanangu. Utakapofanikisha jambo hili na zawadi yako kubwa sana ambayo nimekuandalia, na kuomba sana. Sawa mkuu. Sasa hizi kaka, naona umetulia. Umetulia vipi? Safi. Sasa kaka, naona ulikuwa uamini, ila leo sasa ndio utaamini kwa macho yako yote mawili. Maana wewe kaka, ulikuwa unaona mimi kama naongea pumba. Sasa leo utajionea kwa macho yako yote mawili. Unamaanisha nini? Mimi siongei sana, ukweli utajulikana leo. Alafu chengine, Usitoke basi, ujaenjoy tu, bonyeza alama ya kengele au kiufupi subscribe basi, wewe nawe